Dadangu asante kwa chakula Aya, karibu. Asante, nashukuru sana. Chakula kizuri sana. Tunajitahidi. Na daiwa shilingi ngapi? 2000 tu kaka. Shilingi 2000 Okay. Unajua kupika kama chakula cha wateja namna hiyo unapika hivi bili cha nyumbani kiapikwaje? Sasa change. Sikia. Achana nayo. Achana nayo. Unajua? Yaani change isikurudishe. Utafanya vitu vingine dadangu. Unajua kujitahidi kupika nako kunahitaji pongezi. Asante. Unapika chakula kizuri sana. Dadangu samani, mimi hapa ni mgeni. Nimezunguka kokote kiangalia vibango waga naviweka njiani vya madalali sijaona. Sasa kidogo na unatafuta chumba? Umepata. Hiyo kusema chumba kipo tu inatosha. Inatosha. Wewe bala. Hii ni ya kunihakikishia kwamba chumba napata. Ya kweli aga? Usijali. Nayo ya kwako. Tunafanyaje? Sikiliza, ngoja hapa nimwambie Mwajuma. Acha kunisubiria hapa dakika moja tu nikupeleke kule. Sasa ya kumwachia Mwajuma. Ili Mwajuma akija isiwe shida. Mwachia Mwajuma sisi. Hii ya Mwajuma, yani kumwachia Mwajuma. Mwajuma, si dada mimi wewe unatoka na unaacha biashara? Baba. Ni kawaida. So filmaso. Nini? Kawaida. Mimi mweusi lakini hela yangu nyeupe. Mwajuma! Natoka mara moja hapa uje kunitazamia. Baba twende. Na begi na beba. Nakubebea. Ustarabu muhimu. Usijali. Mko sehemu nzuri sana. Umeona? Sio vichali ya hewa tofauti na kwetu. Kwetu kuna changanya. Jua kidogo na kidogo. Unakuta yani kumekuwa kuna changanya kidogo. Hali ya hewa iko safi hapa. Nashukuru kama umeridhika na mazingira ya hapa. Nashukuru sana. Ila sasa mimi huko ndani naishi na kaka zangu. Kaka zako? Usiogope. Naishi na makaka zangu wastaarabu tu na kwa vile hawapo. Ila kadri utapozidi kukaa hapa ndio utakavyojua na mambo mengine zaidi na zaidi nahisi utayaona mwenyewe lakini hamna shida hata kidogo. Kweli ile mwanzo uliniambia unakaa peke yako, sasa hivi kuna kaka zako. Hamna sio watu. Tutapokwenda unaniambia umeolewa, yani utanitia ugumu. Hamna nilikuwa nakuchanganya tu nione akili yako iko wapi. Hawana neno akili. Basi. Basi kwa kuwa wewe mwenyeji wangu si upo. Itakatokea wewe si upo. Basi ngoja kuandalie maji. Okay. Jamani. Upendwa kujaliwa. Safari yangu sianzi leo. Tulia takaka. Tangelengele mshanenda. Unaona hapa kidogo hapa kama. Tiare. Jamani, kweli? Jamani. Jamani.
Unamshtua jangu wewe. Sikia bro. Nachukua tu. Angalia chochote ambacho kitakufaa lakini ziko nyingi hizi. Sawa. Fuate ngoja. Sina neno nazo. Mbona zipo nyingi tu hizi. Kwa makini. Mimi mwenyewe fundi nashonaga hizi. Wewe dada! Wewe mwenyeji wangu. Wanifai. Njoo kwa dadangu mimi sijaelewa hapa. Sielewi huku. Kilichotokea. Kaja hapa kakako kachukua nguo sio ameenda kunyoshea, sio atakuwa kaenda kuzinyosha kaka. Unasemaje? Nguo zangu simeweka hapa. Wewe nguo uliweka hapa? Nilikuwa naoga kuna mtu kaja kazivuta sasa uliponiambia kaka na kaka zako atakuwa ndio umeenda kunifanyia Ngoja kwanza nikuletee nguo ya kujistiri. Unasema? Unamaanisha nini sasa wewe? Masi ya kuelewa. Jikaze kidogo, vaa kwanza. Nieleweshe kwanza. Jitahidi uvae haraka. Mimi kuvaa tu tatizo. Wewe nielekeze kama ni nini tatizo. Vaa basi kwanza. Mimi mkorofi, mimi sio ajabu kutoka hivi dadangu. Mimi sio ajabu. Mimi sio cha ajabu ujue. Usitoke hivyo nakuomba jistiri kwanza. Mtu mlizi kama anakuwa nguo zilizonyoshwa au ngoma zinyoshwa. Je, ukalimu gani wa Kiswahili? Ukalimu gani wananiletea mimi? Ukalimu gani huu? Pole baba. Sasa wameenda wapi? Wamepeleka wapi hizo nguo? Wakoje labda? Kaje bwana mdogo basi. Nikaona labda anani kipanga sio kipanga kiso ananifanya ni kwa maana kinacheza kama mshari. Sio mbishi. Labda anakuja nazo huko ndani sababu mimi mgeni labda hajaelewa taratibu au chocho cha pili au anaongea chocho chake unajua Uswahili kuna mashariki. Sasa nikaona anyway hebu nifafanulie nini kichwa hiki. Bwana kakaangu yani wewe hapa jua kabisa umeibiwa. Unasema? Wale makaka zangu hawajakujua bado, wangejua. Ngoja. Rudia kauli amesema afanyaje? Niko sikiza dadangu. Hivi dadangu unanijua? Unanijua, unaniona unakiona kipande cha baba. Unakiona kipande cha baba. Mimi mkorofi. Simogopi mtu wala sitamwangalia mtu. Mimi mkorofi. Ushanielewa? Sasa naomba kwa kufanya ustaarabu mmoja. Naomba wewe niwaambie wanirudishe nguo zangu. Mule ndio kuna kila kitu dadangu. Unavyoniona mimi hapa ni wewe ndio umenipokea ili nikatengeneza mazingira mengine ya kutengeneza maisha. Sasa mimi nakusubiri, sina haraka nao. Naomba uende unichukulie nguo zangu. Sababu si kaka zako. Naomba uende mama. Yaani tatizo nini najua hawajakujua, wangekujua singekufanyia hivi. Nisikilize. Mimi sasa ninachokiomba ni kitu kimoja. Naomba ukanichukulie nguo zangu. Waambie mimi sio mtu poa, mimi sio mtu wa kawaida. Basi naomba unipe dakika 2 ya kuata. Haina neno, mimi nakusubiri. Hiyo waambie warudishe tena kama vilivyo. Huko ndo kuna kitambulisho, huko ndo kuna maisha, huko ndo kila kitu. Dadangu naomba kavifuate. Nenda tu mamangu. Basi naomba tu ndio ukakae pale. Wewe niache mimi hapa ninatamba, hapa nina hasira na gazabu dadangu. Basi nisubiri na. Anasemaje huyu? Moja mshipo wa damu na balitana na maji. Hapo ndo najua kama watu tunaromba vipi. Naomba kweli kama sura yangu. Shit, maybe mimi biwa mimi. Sarudi hizi. Yaani mimi sijawaona kwa kweli. Dadangu, nisikize. Usitake kuniambia kwamba hujawaona wala nini. Mimi unajua tumekaa pale sebuleni pale. Ukaniambia relax, kuwa na amani, kuwa na nini nikaona ya. Sasa ndio siku ya kwanza nakaribishwa na kuibiwa na ibiwa. Nisikilize basi na mimi. Unamaanisha nini? Unataka kuzungumzia nini? Yaani mimi nachomaanisha umeshapotelewa tayari na vitu vyako. Nisikilize. Sikilize dadangu. Bora wapelekee begi langu lile zima kuliko zile nguo zile. Kwa sababu mimi nimeenda kuoga hata wewe sijakuamini. Nikaenda pale maana kuna vitambulisho, kuna hela, kuna kila kitu cha maisha yangu mimi. Sasa mimi baada ya kuchukua hivi vitu nakunaisha wapi mimi? Na kwa mgeni wa nani jamani? Sasa wewe kama ujui, wale kama ni wachawi, mimi mchawi. Unavyoniona. Shanielewa? Kama ni mwizi mimi ni mwizi. Nisipitia dirishani wala mlangoni, nipitia kwenye tundu la panya. Chunga unanielewa? Panya anapopitia na mimi ndo napopitia. Sasa tusaidiane kwa jambo moja.
Kama ni sheria, mimi ni mwanasheria. Mimi ndo nayetunga katiba ya nchi zote unazosikia Afrika. Shanaelewa? Kwa hiyo sheria naielewa vizuri sana. Kikubwa ninachokiomba kwa kuwa niende kwenye sheria sije nikafanya jambo zima, yani jambo zito, dunia ikajua mimi nani. Sheria hiyo tena wapi babangu? Na anachomaanisha kwamba hapa bila shaka kama hakuna mjumbe kuna mwenyekiti, kama hakuna mwenyekiti kuna mtu yote wa kiserikali ama anaijumuia jumuiya. Yupo? Basi mimi nakuomba babangu, twende ndani twende ukabadilishe nguo. Ukishakuwa tayari twende kwa. Vipi nibadilishe nguo ziko wapi? Mungu mna gani kubadilisha nguo? Twende nione mjumbe aone kama mtu huyu sio kwa kawaida. Twende bibi, sitaki nikutie banzi. Nipeke kwa mjumbe hivi hivi. Vipi ndio najua na nani? Nimezalisha zaidi kuibiwa. Mimi nakuja kuibiwa kizembe tu jamani. Sitatokea kwenye magazeti mjumbe anaibia kitototo. Nakuja kuibiwa kizembe tu ndani jamani. Dangu mimi kunuki kweli. Nuka vipi? Ukaje wewe? Wanaonijua ndio wanajua kwamba huyu mtu ni wa design gani. Baba. Mheshimiwa kiongozi, tu yani lazi. Kabisa kwa tuonyane lazi. Mimi ni mgeni katika mtaa wako. Kitendo cha kufika tu nimeibiwa. Hivyo unavyoniona kwanza nione mtu wa kawaida maana akili zangu timamu. Mimi nikufika tu nikaingia uani nikajiwange maji naibiwa. Sasa sijajua kama kiongozi wewe kama kiongozi wa mtaa huu. Unaishi vipi katika mitaa yako watu wanaiba? Watu wezi. Ni uongozi design gani? Unaongozaje watu wako? Hanifa. Hebu ni nani huyu mbona anaongea mimi simuelewi? Bwana mjumbe. Naam. Bwana nisamehe. Mimi nilikuwa kwenye biashara zangu kule juu. Huyu mteja tu alikuja pale kunywa chakula. Si unajua mambo ya vijana? Sawa. Sasa nimekuja naye hapa nyumbani. Nimemkaribisha tu vizuri. Sasa nikamwambia akaoge. Alipoenda kuoga sasa ndio wale makaka zangu wamechukua nguo zake. Wewe mwenyewe si unajua. Nisikilize kijana. Hao vijana waliokuibia huyu anawajua fika. Ndio watoto nunda sana katika huu mtaa unaoona. Wameshindikana hapa. Alafu kingine kaka. Mwe mnaangalia sehemu za kufikia jamani. Mnapokuja kwenye mji wa mtu, kwanza ulizia mjumbe uko wapi ili akutambue kama wewe mgeni wake. Leo umekuja kwa huyu, yamekuvaba, unakuja tena unaanza kulalamika kwamba mtaa huu mtaa gani? Mtaa wewe unaujua mtaa tunavyoishi? Sikia, ndio mtafanya hivi. Mimi nishakuelewa. Wewe hivi sana. Unasemaje hivi? Kwa sababu gani wewe ndio mtaa wako? Na wewe ndio kunijua mimi unanisaidiaje? Shanaelewa? Na nyinyi ndio mnawalea. Kwani kwa hiyo kufika kwa huyu kuna tatizo gani? Au una wivu? Unaona wivu eh? Sasa nisikilize. Shanaelewa? Mimi mkorofi. Na pale uliposema kufikia sio mara sahihi, mimi nakwambia pale naenda kukaa. Shanaelewa? Na wale nitawadhibiti kama umeshinda kuwadhibiti. Sasa hili bwana utalijua wewe mwenyewe. Sikiza, tuondoke. Nenda. Hanifa. Naomba pumbavu kama usio usintishe pumbavu. Usintishe nakwambia. Unaniambia nini? Mimi na historia mbaya. Ndio. Nishawahi kumpiga mbwa kwao na mbele bosi wake. Basi huyo mbwa unampiga wewe, sisi tunakula. Pumbavu wewe. Baba naomba unisamee baba. Wewe usiletee pumbavu wengine kama wale. Mimi naenda kukaa pale. Yaani mimi nisikilize. Mimi naenda kukaa pale. Wewe ngoja. Nenda kakae pumbavu. Wewe.
Vipi? Mbona unalala ovyo kwenye nyumba za watu? Vipi? Basi kuelewi. Wewe ustaarabu una? Una kwa kulala? Una kwa kukaa? Vipi? Unafanya nini hapa? Brother, kwanza nikwambie kitu umenikosea. Ukimkuta mtu mzima amelala, sio kama mtoto. Mtu mzima anakuwa amelala na mambo mengi sana. Hapo umenitoa mbali kweli kweli. Anakuwa anapanga maisha, anapanga vitu vingi sana. Sasa unapokuwa nipiga mateke kama mtoto mdogo, unanikosea. Anyway, labda tutambulishane. Wewe nani? Yaani wewe unaniuliza mimi nani? Badala ya mimi kukuuliza wewe nani? Hivi unajua kama hapa ni kwangu? Ndio akasema labda inawezekana kuna kitu kimoja kwa nasahau kibinadamu. Sisi ni Watanzania. Unapomkuta mtu unamsalimia. Yaani aliyekutwa na aga anasalimia. Kwa hiyo wewe ni vizuri zaidi kujitambulisha. Huwa sitakaji masahara kabisa. Nitakuja kukufanya kitu kibaya ambacho hujawahi kufanya. Toka unasalimia. Samahani. Kama utanipa muda utanielewa. Unamfahamu Hanifa? Ndiye aliyeniweka hapa. Na ndio Hanifa ndio kuniambia mimi nitoke. Lakini sio wewe, kwa sababu namtambua Hanifa. Na kitu cha pili, brother, mimi sio kwa sababu ya maisha haya. Sio mtu wa maisha haya. Mimi naitwa Kalokola Doni. Tajiri. Isipokuwa kuna vitu vimenifelisha. Na nimefelishwa hapa hapa kwenye mipango kazi. Lakini sikatai kutoka, sikatai kuondoka. Kwa naomba uniache. Nitaondoka kwa wakati maalum, kwa wakati nitakaohitaji mimi, si nitaondoka kwa wakati uliopanga wewe. Na nitaondoka kwa mtu aliyeniweka hapa, sio wewe. Sikiliza. Ulifelishwa. Na ukakubali kufeli. Umeshindwa kunyanyuka. Then kaa hapo. Hapa unatakiwa kutoka. Kisasi changu mimi ni kikubwa sana. Sitaki nikifanya hapa kila mtu ashuhudie. Toka. Kiustaarabu kabisa. Mimi Hanifa ni mdogo wangu. Lakini Hanifa hana kauli ya mwisho ndani. Mimi sio tu kwenye nyumba, mpaka mitaa yote. Labda nikwambie kitu kimoja. Kwa sababu unaonekana wewe mgumu sana kunielewa. Lakini kwa sababu wewe hapa ni kwako, unataka niondoke. Sasa naomba nichukue kile cheo changu niondoke. Nisiongee mara mbili, kapelishwa.
mambo. Nimechoka leo. Mwanzio njaa kwa mwenyeji. Nakuona unajikia tu mandazi hapa. Unajua ngombe kitu? Jana ulirudi umechoka siku ya kuhadisia. Kuna nini? Kaja kijamaa kimoja kana chini ulala hapa sio hapa. Kikaja kijamaa kimoja hivi. Kana milala hapa. Hapa nisinzia. Kikanipiga. Teke. Nikasema wewe, hivi unanijua mimi? Nikamwambia wewe nani? Unamuuliza nani? Yaani hivi unanikuta ndani unaniuliza mimi nani? Kwani unajua kama kuna watu wengine wakorofi? Bebe kusubiri. Bado sijakuelewa. Umesema kibaba, yani ni nani au unahisi tu ni nani afu yani koje hebu nielekeze nijue maana unajua unanitisha. Kijamaa chenye kifupi hapo kina kitambi hivi, kinene. Sasa kikanikoromea akasema wewe unajua mimi nani? Unajua ngomea kitu mtaani watu kishaniangalia wanachukulia sio wanachukulia namna gani? Nikabishana nacho. Nikakiambia wewe mimi unijui vizuri. Ushanielewa? Kikataka si unafanya jambo lote nikamwambia sikiza. Kuna kipanga kile kikuani kile. Kile kipanga kile. Nikaenda akakitoa kile kipanga. Kikaanzisha. Nikakitiririsha. Kinaondoka. Kinaondoka kweli. Ushanielewa? Nikajiambia mimi ni lalo mbaya. Yaani sikujalisha ni nani anayekuja mbele yangu. Sio hata unichukue sikizo mnitia kwenye blouse kila mtu anaona mwana mama, mimi kila mtu anaona mwana mama. Anakuja mimi nakanyaga. Anakuja si nani mjumbe? Kanyaga. Sio mdudu ambaye sijamuona, si mdudu sio kwenye anaingia kwenye kwa raembe, sio kwenye nini? Kanyaga. Wananchi sio nijua wananipakazia tikisa wewe umenilea. Eti unamlea baba watu wa vijana. Unamlea mzee. Nasema kanyaga. Wewe mimi mbishi, mimi mgumu, mimi na roho ngumu. Mimi na roho ngumu kweli kweli. Baby. Hivi unajua kama umeuchokoza moto? Moto? Wewe mbona huko hivi? Mbona una kielele? Utulii. Umeijua tu chupa ya chai inatosha. Wewe ndugu zangu wajui. Sasa kama ulikuwa humjui, mdudu ndo nani? Ulomchokonoa jana, si umetukana, si umefanya nini? Yule ndo mdudu sasa. Sasa nashangaa hata na yeye mwenyewe sijui ameamua ndo kukimbia, sijui kaamua kuwa mpole, mimi nashangaa. Baba, ulichokitafuta utakipata. Mimi nilikwambia tulia, mambo yako natafuta kitatibu. Mimi nikikutana na makaka zangu wale pale nikiwaomba utanirudisha nitakupa. Nini tena? Kwani wewe ndo anamsemaga hadi mjumbe nini? Yaani hapa mtaa mzima hapa. Watu wanamuogopa kakangu mimi kibonge sana kitumbo hivi. Yeye huyo watu wanayemuogopa hapa mtaani. Kwa nini unachokonoa mambo ambayo yawezi? Kwa nini usiniulize hata mimi hata kwenye simu jamani? Kikubwa nisikilize. Ongea naye. Lakini mimi ninachokuahidi siwezi kuondoka hapa bila kupata yale madokumenti ambayo yalikuwa ndani ya suruali. Na usinione mimi nakaa nyumbani hivi nakaa ni kwa sababu ya zile dokumenti alizoondoka nazo. Lakini nje na hapo acha niulia hapa. Serious. Ndio kwanza unajitanua. Yaani kama hamna dokumenti zile alizoondoka nazo kwenye suruali, mimi siwezi kutoka katika nyumba hii. Hapa ndio nipoibia makabrasha yangu na mimi usinichukue kama mtu mdogo, mimi mtu mkubwa. Lakini kama tuelewana basi mdudu ni mdudu tu. Sasa wewe huwezi tena kuyapata kwa sababu yani kilichokuwa kinatakiwa wewe utulivu wako. Sasa hii kumbe unaona watu unabwatuka unayemuona naingia wewe ndaka mbwatukio umekosa kabisa vitu vyako. Kwa sababu gani? Mimi nina imani kasha kujua wewe ndo mwenye zile nguo na hawezi tena kuzirudisha huko ndani. Yaani kwanza ulomchokoza moto utakuakia. Mimi nimechoka mwenzako. Yaani mimi uko nakaa sokoni uko kwenye biashara zangu na kuanzia wewe nyumbani ili mradi tu upate vitu vyako na mimi nitulie na roho yangu. Unatafuta tena mengine? Baba, mimi kwanza nimechoka, naomba nikapumzike. Wewe. Unajua tu watu unajua ruba wewe. Mimi nang'ang'ana kama ruba. Yaani hapa mimi mpaka kieleweke. Sio kwenda nini kizembezembe afu aleta nitishe kisha niko kwao. Kama aliniibia yeye. Kama ningomia ningommisha yeye. Hapa mimi mpaka nipate vitu vyangu na naondoka. Bila hiyo mimi siondoki. Mimi naondoka kizembezembe mimi. Naondokaje kizembezembe? Anijui. Ananisikia tu. Atanijua. Siondoki.
hapa. Kweli? Karakola? Naam. Karakola. Unajua karakola utawatisha.